Nishawahi kumblock tena nimeblock watu wengi, ila mastaa wakiwepo kama wawili hivi. Of course ni mastaa Lich Mavoko pamoja na Timbulo. Ilikuwaje ukablock? Lich Mavoko nimemblock kwa Instagram kwa sababu kwanza kuna software fulani kuna application nilikuwa nimedownload kwenye simu yangu inaitwa Forage. Ile application inazoea software kwenye computer kila siku. Ile application ni inakuonesha kwamba mtu idadi ya watu waliokufollow na waliokuunfollow inakuonesha. Kwa hiyo sasa ikanionyesha bana Lich Mavoko yani akawa ameniunfollow. Sasa nikajiuliza Lich Mavoko au vipi vitu kama hivyo. Nikaona kama ni yani siweke sana, ngoja nimpigie, labda kuna tatizo, kwa nini aniunfollow. Unajua mtu umefanya naye kazi alafu yani mtu kama hivi, labda mimi tuchukulie labda Diamond mfanya naye kazi sasa hivi tuko karibu, ndio kama Lich nilivyokuwa karibu naye sana kipindi kile, labda tu saka ni unfollow. Kwa hiyo nikajiuliza, ikabidi nimuulize bana, vipi, kuna tatizo? Kaona kimya. Kuna tatizo? Nikaona kwa nini gani unfollow? Kwa nini kani unfollow? Akasema ameniunfollow. Mimi nikamblock kwamba nisijue habari zake, kwa sababu yeye hakutaka kujua habari zangu na wakati alikuwa amenifollow. Nikamblock kwa sababu sitaki tena kujua kitu chake chochote. Na WhatsApp pia nikamblock kwa sababu pia sikutaka kujua kitu chake chochote. Kwa sababu kubwa sana iliyopelekea unajua wasanii wengine wanakuwa wanashindwa kujielewa bana. Unajua anapenda kuwa muwazi. Unajua unapokuwa muwazi unakuwa uhuru. Mbona wasanii wanakuwa wanashindwa kujielewa. Unajua sababu kubwa ni kwamba mimi kuwa karibu na Diamond, kufanya kazi na Diamond. Kwa hiyo ule ukaribu wa mimi na Diamond, labda Lich akaona kwamba kuna vitu anakuwa anavikosa. Unajua mimi ni producer, nafanya kazi na wasanii wengi tofauti. Na yeye pia ana uhuru wa kufanya kazi na producer wengi tofauti. Umeona? Kwa vitu vingine vinakuwa ni kama ushamba tu, yani tunaviendekeza, ni vitu ambavyo havitujengi. Umeona? Vitu kama hivyo, yani vinakuwa tu havitujengi na havina faida yote katika jamii yetu. Simu yangu haikupokelewa, nikamtumia message WhatsApp. Haikujibiwa message. Sasa nikaona message imesomea afu haikujibiwa, nikaona kwa nini, nikamblock. Yani nimetengeneza nyimbo, album inafika album ya nyimbo 8 inafika. Timbulo alikuja studio akaniambia bwana Sheri, nataka tufanye kitu, naomba tufanye kitu. Nikamwambia tutokea haina noma, tukapanga muda, akaja tukafanya kitu. Nikamwambia kuna beat, ngoja kutumia beat alafu uchague. Nafikiri nilimtumia beat kama 2, sina kumbukumbu vizuri. Akaipenda, akaniambia fresh, akaandika ngoma, tukaja tukafanya. Sijawahi kulipwa hata shilingi 10. Timbulo na wala sikutaka, na nilijitolea kazi kwa moyo mmoja tu tufanye free. Umeona? Basi tukafanya, tukarekodi wimbo fresh. Akaja akatoa hela kwamba hii hela, nikamwambia hii hela natakiwa itabidi utoe hela kwa ajili ya mtu wa gitaa, kwa sababu natakiwa tupige gitaa mule ya live. Tumuite mtu mkongo aje acharaze gitaa, aondoke zake, tuendelee na yetu. Basi fresh akatuma hela 50,000, tukamuita mkongo, tukampa chake pale, tukamaliza fresh. Tukamaliza ngoma, akaja akaniambia bana, kuna kitu ambacho kama sijakipenda hivi, naona beat kama tubadilishe. Nikamwambia fresh, haina noma. Akaniambia kwanza naomba data, nataka niende sijui kwa producer gani, nataka nikabadilishe data. Nikamwambia uende kwa producer gani? Wewe siwezi nikakupa data baba, katika studio yangu siwezi kutoa data, vitu kama hivyo. Umeona? Kwa hiyo kama kuna marekebisho mimi naweza nikayafanya fresh. Niambie nini beat sasa. Nikamwambia poa, nikafanya beat nikamtumia. Nilipomtumia ile beat akaniambia kwamba hii ndio beat fresh sana, lakini sasa vocal zangu zimefunikwa na beat imekuwa kali. Nikamwambia it's okay, turudia, haina noma. Akaja tukarudia, tukapanga session, tukarudia tukafanya fresh, nikamaliza mix. Akasema kwamba itabidi tubadilishe na hizi gitaa, tukashauriana fresh. Akatoa hela ya gitaa tena, tukabadilisha kutokana na ule mfumo wa beat ulivyobadilika. Nyimbo ikawa fresh na wimbo ambao mamangu anaupenda sana, yani hata kusikiliza anaupenda. Kila siku ananiambia hivi wimbo utatoka lini? Mimi nampigia Timbo, naambia wewe wimbo unatoa lini? Bwana wimbo mzuri sana alafu ni hit song. Bado sijui nini anaongea vitu kama hivyo. Kwa hiyo sikutaka kufuatilia sana, kwa sababu yani ni kazi tu ambayo nilikuwa najua itakuwa
imeshafanyika na sina deni nalo. Kama angekuwa na nia au kama kungekuwa kuna kitu chochote cha tofauti, angeniambia bana turekebishe. So mimi siku nakuja mama ananiambia, mbona anakutana na Instagram, mbona kuna wimbo mnauona kuna mtu sijui kapost wimbo gani?" Nikamwambia, "Mama, wimbo gani? Ulomtengenezea au sio wako? Mbona unafanana lakini beat lake mbona hata sielewi." Nikamwambia, "Hebu nisikilize." Nikasikiliza nikaona kwamba ni wimbo kaurudia studio zingine. Alafu ni wimbo ambao kwa kweli umenipotezea. Yaani kitu ambacho naangalia mimi, yeye kufanya kazi na producer wengine kufanya nini? Kwa sababu mimi ndio kazi yangu ya kwanza. Alikuwa tayari na producer wengine ashafanya nao kazi. Mimi nilikuwa nishamfahamu na yeye alikuwa ashanifahamu kwamba mimi nifanye kazi na wasanii wengine. Kwa hiyo issue ambayo ilinikost mimi kupotezeana muda, kwamba hajaniambia kitu chochote afu na wimbo nikausikiliza kweli na umekuwa released kwenye interview wapi na vitu vingi kama hivyo. Nikaona huu ni usnitch, alafu na mtoto wa kiume unakuwa na vitu kama hivi, kwa mimi naona kama ni usnitch tu. Siwezi nikawa na rafiki wa design hii kama hivi.